Watu sasa hivi wanaangalia viashiria ambavyo vinavyoonekana sasa hivi kwenye taifa letu hili. Wengi ukiangalia kwenye comment, wana comment, ukiangalia hisia zao zinaangalia mambo yaliyotendeka kwenye uchaguzi huu. Una maoni gani sasa kwao wale wanaofananisha na mambo yaliyotendeka sasa hivi? Kwenye jumbe zinazo kuhusu ujumbe huo. Wakati mwingine wanakosea namna ya tafsiri. Wakati mwingine wanakosea namna ya kwa Biblia, Agano la Kale walivaa heleni. Leo walivaa wanaume na wanawake heleni. Walivaa wanaume na wanawake. Ilikuwa ni ishara ya utumwa. Kwamba wao wakati ule tunakumbuka na Tanzania, Tanganyika, si ilikuwa na watumwa wa Arabu, tunakumbuka wakati ule. Uingereza ndiye alikuja kutoa ule utumwa. Sasa kila aliyekuwa na watumwa aliwawekea alama ya heleni ya aina alama yake. Kwa hiyo mtu akimwona ana alama fulani anajua huyu ni mtumwa wa mtu fulani. Biblia kwenye Agano Jipya ikasema msio watumwa wa mtu wa aina yoyote, msio watumwa wa mtu. Unanisikia? Msio watumwa na wa mtu. Zile ziliwakilisha utumwa. Ziliwakilisha alama ya nini? Ya utumwa. Kwenye Agano Jipya inakataa msio watumwa. Umenipata pale? Sasa wengine ile tafsiri anakosa kwa sababu kwamba akisema sana wachungaji na maaskofu hatuli upepo wala hatuli mawe. Ni hiyo sadaka inayoletwa ndio matumizi yetu. Kwa hiyo akikazia leo madhehebu ni mengi, wataenda kanisa kwa fulani na yeye wakifika atasema nimepata kondoo ili watoe. Maana akikazia watatoa, tutakosa matoleo, tutaishije? Kwa hiyo sisi na washirika tunaenda nao jehanamu. Sababu Mungu ametupa kundi, tumeshindwa kuambia kweli. Shetani alimchukua Yesu, akamuogopa Yesu alipokuwa kwenye mwili. Aliporudi kwenye roho ndio akamuogopa. Kwa hiyo shetani hamuogopi mtu yeyote duniani. Anayemuogopa ni Yesu. Sawa. Unanisikia? Ndio maana ni hivi, shetani ukienda kanisani haogopi kwenda kanisani. Sisi tunayakuta na Yesu aliyakuta mapepo kanisani. Akawakemea kanisani. Unanisikia? Ni hivi sasa. Shetani hakumuogopa Mzee Kulola. Mzee Kulola alikuwa ni mtu aliyetumiwa tu na Mungu kwenye viwango vya juu. Ila sasa tangia ianze kuitwa Tanganyika, hajahubiri kwa nguvu kubwa ya Mungu kama Edmund John ambaye alikuwa ni Mwangilikana. Mungu tunatubu leo. Mungu tunatubu leo. Kwa ajili ya kanisa lako Tanzania. Kwa ajili ya kanisa lako Tanzania. Na kwa ajili ya nchi yako Tanzania. Na kwa ajili ya nchi yako Tanzania. Na kwa ajili ya Afrika yote. Na kwa ajili ya Afrika yote. Na kwa ajili ya dunia nzima. Na kwa ajili ya dunia nzima. Mungu tunatubu kama kanisa. Mungu tunatubu kama kanisa. Utusamehe. Utusamehe. Ututakase. Ututakase. Kwa damu ya mwanao. Kwa damu ya mwanao. Yesu Kristo. Yesu Kristo. Uliyemwagika msalabani. Samehe watumishi wako. Samehe watumishi wako. Maaskofu na wachungaji. Maaskofu na wachungaji. Wamesema vibaya. Wamesema vibaya. Wametukana na wao kwa wao. Wametukana na wao kwa wao. Wamekuwa wenye kujisifu. Wamekuwa wenye kujisifu na kupenda pesa. Samehe sasa. Mungu asamehe sasa. Rudisha kanisa lako kwenye kweli. Rudisha kanisa lako kwenye kweli. Rudisha kwenye umoja. Rudisha kwenye umoja. Kwenye kushikamana. Kwenye kushikamana. Kutembea pamoja. Na kutembea kwa pamoja. Tukiwa ndani ya Kristo Yesu. Asante kwa kutusamehe. Mungu fufua kazi yako. Mungu fufua kazi yako. Kama neno lako linavyosema. Kama neno lako linavyosema. Sasa nini tufanye kama kanisa ili kusudi kuepukana na ghadhabu ya Mungu? Ama nini tufanye au tunaweza tukalitenga pembeni la kanisa hili? Nini tufanye kwa nyakati hizi sisi kama manabii wa sasa hivi? Manabii wa sasa hivi ili kusudi kuweza kusimama kwenye kweli. Maana tunaona kabisa kwamba wengi sasa hivi wanatumia mafuta, wengi sasa hivi wanatumia hisia zao, kwa sababu wengine wanahisi tu, wakihisi tu tayari wanatokea kuzungumza, kuwaambia watu. Sasa unatuhimiza au unawahimiza nini wafanye manabii wa sasa hivi ili kusudi kuwaambia watu ukweli, kitu kinachotoka kwa Mungu? Sasa ni hivi. Kwenye mambo ya Mungu yanatolewa na Mungu mwenyewe. Sawa. Sala ya Habakuki inasema, Bwana nimesikia habari zako nami ninaogopa. Habari za Mungu habari za kuogopea zinavyotisha. Nasema Mungu fufua kazi yako. Sawa. Fufua kazi yako. Alafu anasema tangaza na rehema.
Sasa sisi tu kumwambia Mungu, maana kazi ya Mungu ni ya Mungu mwenyewe, aliyeleta yeye Mungu mwenyewe. Kitu cha mwanadamu kikiwa kinadhoofika ama kuharibika, waka na kijenga na kukivua upya, kukirejesha upya. Hata kama gari limeanza kuchaka, unaona linapigwa la service upya, linarudi kung'aa. Unasikia mijini utakuta na majumba wanaambiwa pakeni rangi ili yarudi kwenye kung'aa. Unasikia kumbe na sisi Mungu fufua kazi yako. Kitu sikiliza sasa. Kuongea mtu huwa hatulipii. Sijalipia mimi kuongea. Sawa. Ninaweza nikalipia mambo mengine ila sio kuongea. Na kuomba huwa hatulipii. Sasa mtu ana juhudi vile ambavyo tunalipia, ana juhudi kuvitafuta. Lakini ile ambayo halipii ndio hana juhudi kuitafuta. Imesema kwenye Isaya. Sina unasikia? Imesema kwamba tafuteni bure, choteni bure mpaka na maji bure bila kutumia pesa wala samani. Unasikia? Kumbe kuongea mpaka hatulipii na kuomba hatulipii. Ndiko sisi tu tungemwambia Mungu tupoe na usingizi. Alafu tunachukua ile saa ya Luka. Injili ya Luka, wanafunzi wakamwambia Yesu, Bwana tufundishe sisi kusali kama Yohana alivyowafundisha wanafunzi wa Mungu. Tuwezeshe kuomba na tueleze tuombe nini. Kwanza tuwezeshe na tueleze yaliyofichika ambayo sisi tunatuyajui, ili tuombe afungue yaweke wazi. Ya kwa Mungu fufua kazi yako, ndio Mungu tuombe tuelekeze tutakavyo. Kwa hiyo Mungu atakuelekeza yaliyofichika uliyokuwa huyajui ili uyaombe. Kwa hiyo kumbe haya ni ya kusema wewe na Mungu, kumusihi ashushe kazi yake, airejeshe upya kazi yake, kanisa airejeshe upya, atuimarishe kwenye msingi wa utakatifu. Hapo nimetoka. Amina. Sawa. Ndio maana ninaongea sana AGT kwa sababu nimo ndani ya AGT. Yaani unaongea unayoyajua na uliyoyaona. Sawa. Na lingine sasa umesema kwamba lingine sasa tunakuja la Mzee Kulola, tumalize la Mzee Kulola. La Mzee Kulola alikuwa ni mtu. Alikuwa ni nani? Ni mtu. Mzee Kulola hasa hakuwa na yale maongozi na Mungu hakumweka kwenye maongozi. Unasikia? Ni hivi, shetani hamuogopi mtu, hamuogopi askofu, hamuogopi anayetumiwa na miujiza. Hakumuogopa hata na Yesu. Kwani shetani alimuogopa Yesu? Hamna. Alipokuwa hajafa. Alimuogopa Yesu aliporudi kwenye ulimwengu wa roho. Alipokuwa kwenye ulimwengu wa mwili, shetani hakumuogopa Yesu. Kama utasema alimuogopa Yesu utakosea mno. Alimpandisha. Unanisikia? Shetani alimwenda kumjaribu. Unanisikia? Kumpandisha. Tena kuna profesa mmoja akasema, kuna profesa mmoja nilikuwa mgeni tukakutana naye kwenye kanisa moja kubwa kabisa mjini. Kidogo nikamvuta madhabahuni. Kana nitakosa nidhamu. Yeye akaulizwa hivi, ilikuwaje Yesu mwana wa Mungu shetani kumchukua na kumpandisha mlimani? Yeye akasema hasa kabisa alimpandisha kimawazo. Sikiliza sasa, kama mchawi anaweza kumchukua mtu, waka anamchukua kimawazo ama anabebwa mtu mzima anaamkia nje. Kuna watu waliolazwa nje na wachawi. Wakaamka wako wapi? Nje. Kuna walioamka wako makaburini. Unasikia? Kuna mwingine Tanga, mhubiri wa Injili mlokole, akapambazuka yuko kwenye mnazi juu kabisa. Tena Tanga mjini. Yuko kwenye nini? Na Injili kaishia pale, ilikomea tu siku 2. Unanisikia? Ni shetani anakuchukua mzima. Unanisikia anakuchukua nini? Sasa na shetani alimchukua Yesu, akumuogopa Yesu alipokuwa kwenye mwili. Aliporudi kwenye roho ndio akamuogopa. Kwa hiyo shetani hamuogopi mtu yeyote duniani. Anayemuogopa ni Yesu. Sawa. Unanisikia? Ndio maana ni hivi, shetani ukienda kanisani haogopi kwenda kanisani. Sisi tunayakuta na Yesu aliyakuta mapepo kanisani. Akawakemea kanisani. Unanisikia? Ni hivi sasa. Shetani hakumuogopa Mzee Kulola. Mzee Kulola alikuwa ni mtu aliyetumiwa tu na Mungu kwenye viwango vya juu. Ila sasa tangia ianze kuitwa Tanganyika, hajahubiri kwa nguvu kubwa ya Mungu kama Edmund John ambaye alikuwa ni Mwangilikana. Maana Mungu sio ni wa dhehebu. Sio ni wa? Yeye ni wa wateule. Ila kila mmoja hupewa sehemu yake. Unasikia? Hasa ni hivi. Kumbe kwa mtu hasa anaombewa
ile ya kwanza utakuwa sasa. Kulola hakuwa na yale maongozo, kumbe ilikuwa ni muda wa Mungu wa kutoka akafanya uinjilisti. Maana wengi waliokoka Tanzania wamehubiriwa na mzee Kulola. Unasikia? Yeye hasa ulikuwa umefika muda wa Mungu kutoka kwenye dhehebu. Sasa Mungu akatumia njia ile ya kumtoa kwa kutumia watu. Ni hivi wakati mwingine Mungu anaweza kukuelekeza ujue anatumia hata mtu akutandike. Unanisikia? Tunawa Mwakasege ana ministry yake na bado Waluthani wamempokea na bado na wengine wamempokea. Unanisikia? Kwa sababu mbinguni hutaeleza dhehebu. Mbinguni watakatifu watu uliowapeleka. Kumbe ilikuwa yeye ni muda wake wa kutoka kwenye dhehebu. Akasema mimi ninakufa na Wagogo, mimi ninakufa na Wamakonde, ninakufa na Wanyamwezi. Anakaradilia uaskofu ambao hana Mungu hajampa maongozi. Unasikia? Wazungu wakaona mbele ya macho yangu kuna wawili waliomfuata. Akiwa pale Mabatini. Kwamba acha mambo ya dhehebu. Tunakuletea vyombo na gari kama wewe ni mwinjilisti wa kimataifa. Anakataa. Unasikia? Na sisi hatukuwa na akili ya kumwombea kwamba atoke akafanye kwenye wito aliomwitia Mungu. Kumbe uinjilisti sio uaskofu. Uaskofu ni huduma ya kulea. Sawa kabisa. Uaskofu ni huduma ya nini? Ya kulea. Ya kulea wachungaji. Uinjilisti ni kulieneza neno kule. Hulipwi na Mungu mbinguni kama askofu mkuu. Unasikia? Hulipwi na Mungu mbinguni kama unalipwa na Mungu ni nini umefanya ile talanta. Mtu akifika tu kwenye mlango wa Yerusalemu, hakuna Bwana asifiwe ya kumsalimu Yesu, huko haiko Bwana asifiwe. Bwana asifiwe duniani. Nikufika unaambiwa kwa mlango wa Yerusalemu, tega mikono yako niangalie talanta niliyokupa ulizalishaje duniani. Unasikia? Unaona makosa aliyokosa? Unanielewa? Kumbe ilikuwa ni wakati wa kuacha nini? Uaskofu afanye kazi ya uinjilisti wa kimataifa. Angekufa na injili kubwa kuliko hata wabonge. Unanisikia? Miujiza aliyokuwa ni mikubwa mno. Alikuwa na injili ya nguvu mno. Lakini ndio kwa sababu katalia uaskofu na vitu vya watu ndio akaanza kuporomoka mambo ya Mungu. Kuporomoka mambo ya nini? Ya Mungu. Na kwanza kuhalalisha sasa vitu fashion. Akisema wanawake jipambeni. Mtu akisema usijipambe mtemee mate. Akaenda kinyume na Biblia inasema wanawake wasijipambe. Kujipamba ni pepo, wanawake ni jehanamu. Unanisikia? Shetani ili awapate wanawake, maana wanawake ni wengi duniani. Kolamu ya sasa wanawake duniani ni wengi. Sawa. Na makanisani wengi ni wanawake. Unasikia? Sasa akaona kwamba kuzini ni dhambi, kunywa pombe ni dhambi, ndio akaingia kwenye fashion. Mwili ni hekalu. Mungu ameongea kila kiungo cha mwanadamu, hata kama kidole ameongea, pua, macho, masikio ameongea, nywele ameongea. Sasa kujipamba kwa ni Biblia. Ni nini? Ni Biblia. Unakuta leo mwanamke anakwenda mpaka kwenye saluni ya milioni 2, saluni ya milioni 2, sadaka anapeleka 5,000 kanisani. Anaenda kwenye saluni ya milioni 3, msuko mmoja milioni 3, sadaka anapeleka 10,000 kanisani. Unaona ile ni ndama ya dhahabu walioifanya wa Israeli jangwani kuiabudu. Unasikia? Ni machukizo mbele za Mungu. Nywele apake mafuta ya kawaida, achane nywele, asisuke msuko wowote. Sio kwamba anasuka nywele, msuko wote asisuke. Sababu Biblia imesema, unanisikia? Sheria ya Mungu mwanadamu hawezi kuitangua. Ni sawa sawa kama unamwambia panzi akamumeze kuku. Mkamate panzi umpeleke kwenye kuku, ni nani atakayemezwa? Unasikia? Sheria kama ni ya Rwanda, ni nchi ndogo mno Rwanda kwa Tanzania, ni ndogo, ni sawa na wilaya moja ya Tanzania. Wa Tanzania tutazibadili sheria za Rwanda. Ukienda Rwanda, wao chombo cha moto kitembelee mkono wa kulia. Tanzania ni mkono wa kishoto. Huwabadilishe sheria yao. Ni nchi ndogo, ufanye nini? Huwabadilishi. Watakwambia sheria yetu ni mkono wa kulia. Ukitembelea wa kushoto wa Kitanzania unapigwa faini. Umenisikia? Je, kama sisi wanadamu tunafuata sheria zetu, tunazingatia. Umeenda kwa daktari hospitali anakuambia fuata mstari, na wewe unafuata mstari. Unasikia? Na kwa Mungu je, ndio tutabadilisha sheria yake? Ni hamna. Kwa hiyo ndio kwamba utukufu umepelekwa kwenye kanisa kwa ajili ya sehemu ya mapambo. Hizi nguo fupi kwa wanawake ni jehanamu, mwili ni hekalu. Nguo za kubana mwili ni hekalu, si matakwa anayabanisha. Ni jehanamu. Maana ni hekalu.
Unanisikia? Sawa. Sijui chest garden kifaa kinakuwa na mgongo wazi. Ni jehanamu. Hata kama askofu atasema mimi mchungaji wangu ni mpole, ndio mchungaji wake ni mpole, lakini huyo mchungaji wake hata mpeleka mbinguni. Maana yeye mbinguni haijui iko wapi. Sasa asema kwamba ninaijua Uingereza. Hakuna aliyeenda mbinguni na kurudi, ni Yesu tu aliyeenda na mwili. Unasikia? Alisema dini yetu imeruhusu hivi. Imeruhusu dini ila Biblia haijaruhusu. Unanisikia? Kwa hiyo ndio hivyo, kwa hiyo na kwa Kulola kama mtu akaruhusu fashion, akaruhusu mapambo kama mtu. Ila mapambo na wengi sasa wakaangalia yejiti wanawake na mama askofu wamevaa manywele, mawigi, wameloli nywele sina nini, kumbe unanielewa? Sawa. Kwa hiyo mzee Kulola alivyoanza na nguvu ya Mungu sivyo alivyomaliza. Sawa. Sivyo alivyomaliza. Kwa ajili ya kukosea hapa na sisi hatukujua tumuombeje. Hasa Mungu alimuita kwenye uinjilisti. Uchungaji hakupitia sana kwenye uchungaji. Alikatu miaka 3 na kwenda kuhubiri. Hata chuo cha Biblia hakusoma sana, ilikuwa ni miaka 2 tu Mbeya. Alikatu siku chache na kwenda kuhubiri. Wakati ule sasa wa missionary, mtu wa darasa 8 alikuwa ni msomi mno. Enzi hizo. Sasa hiyo darasa, kwa hiyo walitaka na wao afungue makanisa mengi. Wakamsukumbe angepiti akalishwe kwanza afundishwe. Biblia inasema kwamba hata Mtume Paulo anasema alikaa miguuni pa nani? Pa Gamalieli. Na panyewe ni jambo la muhimu, ni la kimungu. Na mtu mhubiri kwenda kwa chuo cha Biblia ni mpango wa Mungu. Unasikia? Ila leo vyo vya Biblia ni vingi sana, haviweza kumweka mtu sawa kwa sababu tumeporomoka kwa ajili ya dhambi, tumeshindwa kumtafuta Mungu. Kumbe kwamba tunaweza tukatubu dhambi mpaka ya Kulola. Mungu msamehe, alikufa isamehe na nyumba yake. Alikuwa ni mwanadamu, msamehe. Si Biblia humu manabii walitubu mpaka dhambi ya wababa zao wa Danieli walitubu, wa Ezekieli, wa Nehemia walitubu, wase baba zao ambao walikufa. Biblia ni hivyo, wasamehe. Na uiondoe hii. Alafu nasikuja kwenye Habakuki, Mungu fufua nini? Kazi yako. Yaani mwenyewe, kwa sababu ndiye aliyeanza mwenyewe, mwenyewe airudishe upya. Sawa. Biblia inasema kisasi ni cha Mungu. Unasikia? Tulitoka kwa vurugu huko, kugawanyikana kwa vurugu na aibu TAG. Na sasa na mimi kwa TAG nimebatizwa huko, nilianza utumishi TAG. Baadaye ndio tukagawanyika, tukimsha wengine tunavutwa kwa kumshabikia huyu, wengine kumshabikia huyu. Niseme tu ile kweli, unasikia? Sasa pale ya kwanza ni kisasi. Ambacho Mungu yeye waka ndio wakulipa nini? Kisasi. Unanielewa? Yeye ndio haka analipa kisasi. Biblia inasema sisi tusilipe kisasi, yeye ni wakulipa nini? Kisasi. Sasa tulikubali kwa na yeye Mungu amekuja kutuaibisha. Amekuja Mungu kufanyaje? Kutuaibisha. Linakuja la wito. Wito wao unatoka kwa Mungu, na Mungu sio wa dhehebu. Kwa nani Mwaisabila kuwa askofu mkuu mimi sikatai. Maana naye mpa askofu mkuu ni Mungu mwenyewe, ndio aliyempa wito wa uchungaji. Kama ni Mwakipesile sikatai. Unanisikia? Ila ni hivi sasa kwenye mpango wa Mungu. Kama ni wito umekupata, unaona huendani vizuri na wenzako, ila kugawanyika. Hata kwenye ulimwengu wa mwili wa kisiasa kuna matengano. Unanisikia? Hii ya madhehebu mengi, kwa madhehebu mengi duniani, hasa sio mpango wa Mungu, ni mpango wa shetani. Ni hivi. Mmoja anamwona mwenzake. Kwenye Biblia inakataa kunywa pombe, mbona sisi tunakunywa pombe? Anaamua kuanzisha dhehebu. Ile ya kwanza inakuwa hivyo. Inakuwa hivyo. Mwingine anasema kweli tunasali Jumapili. Mbona Jumapili Biblia inasema tusali Jumamosi? Anaenda kwenye Jumamosi na kundi lake. Unanisikia? Sio Jumamosi ni dhambi, hapana. Mungu anachotaka ni kupumzika mkiabudu. Unasikia? Ukiambiwa kwa imo kwenye Wakolosai ukisoma. Imo. Sio kwamba je utawahukuma, ila tu wao watembea sasa kwenye neno la nini? La Mungu. Na bila dhambi. Ila kweli Yesu kufufuka, yalifufuka ni Jumapili, ilikuwa ni siku ya kwanza. Ilikuwa ni nini? Ni siku ya kwanza. Sawa. Sasa makanisa kuongezeka madhehebu ni waka ina mara mbili. Ya kwanza waka ni hivi. Moja anamwona aliye bosi wake mbele anatembea nje ya Biblia ilivyoandikwa. Mwingine anasema kuna na kuharuka, huyu anakataa kuna na kuharuka. Huyu anatoka sana kwenda na kundi ile kwenda kuna na kuharuka. Huyu anasema Biblia inasema Paulo alibatizwa kwa maji mengi. Mbona hawa wananyunyizia?
Huyo nampia watu anakataa, inabidi afuate aliyoyaona yeye. Unanisikia? Unanielewa? Sasa inakuja ya pili. Ya pili inakuja tamaa ya mamlaka. Tamaa ya nini? Ya mamlaka. Kwa sababu uaskofu ni ukubwa, atakwenda sehemu uko na heshima na kupewa bahasha ya uaskofu. Kwa hiyo ile wa chini, kumbe ni hivyo tu, na yeye tayari anaingia. Wakati kugawanyika kwa aina mbili tu. Hawaelewani kuhusu mtiririko wa Biblia. Mwingine anasema hapa ni kwa mke mmoja, mwingine anakazia Daudi alikuwa na wake wengi. Daudi alikuwa na wake wengi, na yeye anazisha na wake wengi, unasikia? Na ile ya tamaa ya nini? Ya madaraka. Hii uchu wa madaraka hata kwenye ulimwengu wa mwili ndio makubwa mno. Sasa huyu anataka uchu wa ndio utakuta leo ni madhehebu mengi. Ile madhehebu mengi sio mpango mbele sana. Sio tija mbele za Mungu. Unanisikia? Sio mpango wa Mungu, ni usimame kitakatifu, ulipwi mbinguni kama askofu. Ulipwi mbinguni kama nani? Tunakuja kwenye rejea ya Biblia. Injili ya Mathayo na Injili ya Luka. Tunakuja rejea ya Biblia kabisa. Injili ya Mathayo na Injili ya nani? Ya Luka. Ya Luka. Kuhusu Elia atakayekuja. Elia atakayefanya nini? Atakayekuja. Yesu akamsema Yohana Mbatizaji ndio Elia atakayekuja, sawa? Na akasema hivi, amini nawaambieni, tangia wote waliozaliwa na mwanamke hakuna aliye mkubwa kama Yohana nani? Mbatizaji. Aliye mkubwa kama Yohana nani? Mbatizaji. Tena ndio unashangaa, hakuhubiri miaka mingi. Yohana Mbatizaji alikuwa ni muombaji. Historia ya Wayahudi inasema kwamba alikuwa mtoto wa kuhani Zakaria mchungaji. Alipaswa akae afundishwe mambo ya kichungaji. Historia yao ya kwanza inasema kwamba alipokuwa na miaka 9 ndio sauti ya Mungu ikamtokea, akaenda jangwani kuomba. Yaani uko maporini kuomba, kumtafuta Mungu. Historia nyingine inakataa kwamba mtoto wa miaka 9 alikuwa mdogo mno, alikuwa na miaka 11 amekuwa hapo. Na mimi yeye miaka 11 ndio kanakubali. Kwamba akatoka. Sasa wazazi wake wakamutafuta, wakamwambia kuna katoto huko porini. Wakamfuata. Upone huko porini, wakamrudisha nyumbani. Kwa sababu ni nguvu ya Mungu inamuhimiza akarudi huko huko. Wakamfuata, mwisho akaona huyu ni mgonjwa wa akili. Ni mgonjwa wa nini? Wakamwacha. Sasa naye ni mtu, nguo zikaisha. Ili asikae uchi, akatengeneza ngozi za nini? Za wanyama. Ili asiuache mpango wa Mungu. Asiuache mpango wa nini? Wa Mungu. Unanisikia? Alafu hawakumpelekea chakula, maana unajua ni mgonjwa wa akili. Ili asife na njaa, alikuwa na nguvu kubwa mno ya Mungu. Akaona tafuta ile nyuki, wanatengeneza asali mara 2 kwa mwaka. Anaenda anatafuta sasa sehemu ya nini? Ya asali zikianza. Unaona? Kulina asali. Anaomba. Nyuki wanaachia masega, anatoa masega. Anakwenda kukusanya. Alikuwa anaomba, nyuki hawamng'ati. Hawamng'ati. Wanaachia masega, anatoa. Anakwenda kuwinda, wengi akikuta hivyo hivyo kwenye mapango, kwenye miti hivyo hivyo. Anafika anaomba, wanaachia, anatoa, anakwenda kukusanya. Anakula asali, ikiisha wanaanza muda wa nzige. Nzige nyakati za masika wanaanza muda wa nini? Wa nzige. Anakamata nzige wengi, anatengeneza ule moto wa kupekecha wa miti, wa magogo, wa kupekecha hivi kwenye vijiti na kwenye magogo. Anauwasha, akiwasha ndio anaweka kuni nyingi, anaanza kuwababua, kuwachoma na kuwaanika, kuwababua na kuwaanika. Ndio anakuwa anakula wengi, anaanika wengi wa siku nyingi. Ndio unaona Biblia inasema kwamba kwa sababu alikaa kwenye mpango wa Mungu wa kuomba, yeye aliomba miaka mingi. Kuhubiri alihubiri tu miaka 4.5. Hiyo ya miaka 4.5 ndio alihubiri na kubatiza. Na alipopiga sauti ya mtu aliyenyika, sauti ikaenda maili nyingi. Watu wakaona hivi nani yuko huku? Ndio wakaona mkuta pale. Anawahubiri, wanaamini, wanabatizwa. Mwisho serikali ikasikia kuna mtu ana kundi huko porini. Ndio wakatuma maaskari kwenye Injili ya Luka, wakajua labda ni wale waasi wa serikali wanaopigania uhuru. Ndio wakamkuta mtu amevaa ngozi, anahubiri, watu wanabatizwa, wakamuuliza na wasikana, sisi tufanye nini? Biblia inasema kwamba huyo alikuwa ni mkubwa mno mbinguni kuliko. Sasa hakufanya miujiza, na kutumika miaka 40 kama Musa. Yeye unasikia? Alikufa na umri mdogo tu. Unasikia? Alikufa na umri mdogo.
Unasikia? Maana wakati Yesu anaanza kuhubiri yeye ndio anamaliza. Ndio anafanya alihubiri tu kwa miaka 4.5. Kwa hiyo alikufa tu akiwa na umri wa miaka 26. Kufa na umri mdogo tu. Wakati Yesu anaanza Yesu alipoanza miaka 30 yeye ndio hivyo. Alianza kuhubiri miaka hiyo 26, ana miaka 26. Ana miaka wakati Yesu anaanza kuhubiri na miaka 30 ndio na yeye anakwenda kufa. Anakwenda kufanyaje? Kufa. Watu wanasema kwamba alienda kumkemea Herode ikulu, hakwenda kumkemea Herode ikulu. Alipokuwa anakemea hapo, wapo watu wake hapo wanasikiliza. Kuna wale wanaweza ukasema siri za serikali unao hapo tuma ofisa usalama wanakusikia, wanakupeleka kule. Unaona unasikia tu unakamatwa na pingu, unaona? Kwa hiyo ni hivi kwamba uaskofu sio kwamba ndio una fungu kubwa mbinguni. Na ndio ni yule umetumika kiaminifu ile talanta Mungu aliyokupa duniani. Yohana Mbatizaji hakujali nguo, hakuangalia chakula, watu hakuangalia sadaka. Ila itimize Mungu aliyomtuma ndio anaitwa alikuwa mkubwa. Hakuvaa nguo. Na ni Musa alivaa nguo. Alivaa nini? Alikula chakula kizuri, sio huyu. Musa hakunyeshewa mvua, alilala kwenye mahema. Huyu alinyeshewa mvua. Kwamba aliyekubali kujidhabihu mateso yote kama Mungu alivyomtuma, ndio huyo anayepewa ukubwa mbinguni. Naona tutoke hapo. Sasa hii leo watu wanahangaika na uaskofu. Tena uaskofu kibiblia ni mdogo. Afadhali uchungaji. Uchungaji ndio wito unaopa kwa mafuta. Uaskofu ni mtu akitaka. Ni huduma ndogo tu kwa Mungu. Leo ndio anakazana ile ndogo unasikia? Kumbe yeye nayo kazana ya kumpeleka jehanamu. Ili akazana aseme hasa kwenye wito wa uchungaji ambao Mungu amempa. Sawa? Kwa tuombe Mungu rudisha mitume. Sawa maji na mafuta hapana kibiblia. Rudisha huduma za kinabii, yani afufue kazi yake. Rudisha waombaji. Unasikia kwa sababu nabii kibiblia ni jicho la Mungu, ni waonaji. Shetani alivunja hii huduma ya kinabii kuanzia Amerika akaja Ulaya mpaka Afrika. Ili kanisa litembee kipofu aibaki analipiga. Maana nabii ndiye aliyekuwa anaona mambo yaliyopo yatakayokuja. Unabii una sehemu 3. Sehemu ya kwanza ni kuona mambo yatakayokuja aseme kanisani. Mungu ameonyesha nini? Sehemu ya pili ni kuona wakati ulionao aseme. Sehemu ya 3 ni yaliyopita huko nyuma. Kwamba kama mlitenda mema kwa Mungu ama mlitenda mabaya. Unasikia ndio hii una tabaka 3. Unasikia? Sasa arejeshe leo kanisa ni kwaya. Kumbe na kwaya ni wazinzi na wachawi humo. Leo kwa isipoimba ndio watu. Sasa shetani ametupa kwenye kwaya. Kumbe tunayebeba yote. Kweli kwani Biblia imesema kweli kwa kusifiwa kweli. Hii twende na yote kama Biblia inavyosema. Ila msingi wetu hasa tusiujenge kwa mtu. Ujenge kwenye neno la Mungu. Na kugawanyika sio mpango wa Mungu. Mpango wa Mungu ni ule umoja. Na kwa hiyo ndio tunaweza tukazikemea hizi roho za kugawanyika kwa Mungu. Mungu hatutaki machafuko na kugawanyika madhehebu hayana tija kwako. Wape watu kunia mamoja, watembee kwenye nia moja. Maana Biblia inasema imani moja, Baba moja, Roho moja. Alafu inasema imani moja, Baba moja, ubatizo moja. Hiyo ndio tija mbele za Mungu. Sio ile faraka na kugawanyika na kusukumana na kutukanana. Haina maana mbele za Mungu. Ile tunamsaidia shetani kwenye kazi yake ya uharibifu. Hapo nimemaliza kabisa. Amina. Sasa unajua watu sasa hivi wanaangalia viashiria ambavyo vinavyoonekana sasa hivi aidha kwenye taifa letu hili. Wengi ukiangalia kwenye comment za jumbe zao wana comment, wengine ukiangalia hisia zao zinaangalia mambo yaliyotendeka kwenye uchaguzi huu. Sasa una maoni gani sasa kwao wale wanaoangalia wanaofananisha na mambo yaliyotendeka sasa hivi kwenye jumbe zinazotolewa kuhusu ujumbe huo? Sikia tunakuja sasa unasikia? Kwenye uumbaji wa Mungu, uumbaji wa nini? Wa Mungu. Kama ni mimea haina mtawala. Kwenye Biblia imo kwenye Misali nasema nzige wanaruka makundi wala hawana nini? Mfalme. Sasa wanadamu lazima wawepo mtawala. Wakiwa wawili
lazima awepo mkubwa. Hata wanaokuru watoto wanaozaliwa siku moja, wawili, mapacha, anakuwepo mkubwa. Anakuwepo na mkubwa. Kumbe kwenye mamlaka hatujui kumomba Mungu alete mtawala. Atupe nini? Ile bahati mbaya kabisa, ndio uchaguzi umefika, tunaanza jamani tuombe Mungu atupe. Mmechelewa, shetani shakaweka mtu wake zamani. Shaweka mtu wake zamani. Kumbe tuna huku Mungu tunahitaji mtu, tupe kiongozi mzuri atakayejali raia, atakayejali maslahi ya raia. Sio kwamba utupe wa dini yetu. Sio utupe wa nini? Kibiblia kuna Farao enzi za Yusufu mtoto wa Israeli. Unasikia? Alikuwa ni mwabudu miungu, tena ndio akatoka na mkuonyesho ile njaa. Kwenye ikulu akamweka fanani Yusufu asaidie mambo ya ikulu. Hakuwa yeye wa dini ya Kimisri. Unasikia, hakuwa wa dini ya nini? Ya Kimisri. Ila kwa sababu alikuwa Yusufu anayeiombea serikali. Kwa hiyo hata kwenye ile njia mambo yalienda vizuri. Na wageni waliotoka mbali wa mataifa mengine hawana chakula, walienda kuhudumiwa chakula pale. Unaona? Sababu alikuwa anayeombea. Sisi kuombea serikali hatutaki. Tunataka tuombe mtu aokoke ili atupe na sadaka. Kumbe imeandikwa kwenye Yeremia 29 kwamba tuiombee serikali. Waombeni mpaka na kwenye Agano Jipya, waombeni wenye kuwaongoza. Unasikia? Waombeni una kwenye nini? Kwenye kuongoza. Kwenye Agano Jipya, Agano la Kale yote inasema. Kwenye Agano la Kale inasema ili tuishi kwa utulivu. Kwenye Agano la Timotheo tuishi kwa utulivu na amani, tuombee watawala. Kwenye Agano la Kale ni hivyo hivyo. Sisi hatujui kuwaombea. Sasa tukishindwa kuombea, shetani na wavuruga ili tuteseke mahala ambapo tusingepata kuteseka. Kumbe Mungu tupe mtu atakayejali raia, atakayejali nini? Maslahi ya raia. Ambaye hatajali kujilimbikiza, hata tenda kwa ukatili. Tunakuja sasa kwa Koreshi. Kwa Koreshi kule Babeli ama Iraki ya sasa, alikuwa ni mwabudu miungu. Waliomba waliokuwa wakati ule wa Danieli wa Nehemia waliomba. Ulipofika utumwa miaka 70, Koreshi akaamuru warudi. Tena akatoa na vitu vya kwenda kujenga hekalu kule Yerusalemu. Akasema niombeni na mimi na watoto wangu. Tena akasema na habari za makuhani, msiwatoze ushuru wala ada wala kodi, waacheni unasikia, lakini yeye sio ni mwabudu miungu. Sasa sisi hatujui kuomba. Sikiliza, tuna maduka mengi yaliyotuzunguka. Kwa mwenye duka unaweza ukafika tu kaangalia kitu hakupi sukari, najua sukari unatumia kwa matumizi ya familia hakupi. Najua sabuni unatumia kwenye usafi wa familia hakupi. Pako umemwambia sukari ya shilingi ngapi ama kilo ngapi. Kama ni sabuni ya aina ndio anakupa. Unasikia? Hata kama ukiwa mgonjwa ukienda kwenye kituo cha afya hawakuiti njoo tu umeenda mwenyewe na kueleza tatizo lako. Baadaye ndio inafuata uchunguzi wao ili umeanza kuelezea. Sasa sisi kwa Mungu wetu hatutaki kueleza, anasema njoni tusemezane, asema Bwana. Kwenye Isaya 1, haya njoni tufanyeje? Tuseme yeye Mungu anataka tusemezane na watu waliotuumba. Hatutaki. Ndio haya yanatupata. Sasa kweli wameona na ndoto kweli wamesema wengi na basi ndio hivyo. Ni wanadamu na mafunuo yao. Ni wanadamu na nini? Na mafunuo yao. Unavyoweza kuona japo kwa mengi sio kweli na mengine kweli ndio hivyo kwa sababu ni hivyo. Tunakuja kibiblia. Hawa imani ya maji na mafuta. Sawa? Kwamba wanatumiwa na shetani. Wanatumiwa na nini? Na shetani. Ama hawatumiwi na shetani, ngoja tunakuja. Kwa mfalme Sauli alienda kupiga lamuri kwa mganga wa kienyeji Endori. Leo inaitwa mganga wa kienyeji, pale Biblia imeitwa mchawi. Ile Samueli ya kwanza. Kwenye vita ya Wafilisti. Unaona? Akasema akamtaka Samueli, likafufuka pepo kwa sura ya Samueli. Ikataja atakavyo alivyomkosea Mungu kwanza hilo pepo. Ikataja alivyomkosea na amemkimbia Mungu, amekuwa tu yake amekwenda kulitafuta hilo. Ikamwambia utakufa wewe na watoto wako na ufalme atampa Daudi, na ilitimia ni hivyo hivyo. Lakini ilikuwa ni nini? Ni pepo. Unanisikia? Na ni pepo hoga linaona, kwani si ni malaika? Sasa tunakuja tena kwenye ile Matendo ya Mitume 16. Kale kabinti kalikuwa kwa kanapiga lamuri. Kanapiga nini? Lamuri. Kakasema upande wa Paulo na Sila, hao ni watumishi wa Mungu wenye kuwahubiria nini? Lakini kalikuwa na mapepo, lakini akajua mambo ya Mungu.
yakajua mambo ya nini? Unasikia sina lenyewe niliroho linaona. Kwa hiyo nao wanaweza wakaona kweli yakatokea. Kwa sababu na pepo na lenyewe linaweza likasema jamani leo kuna mvua, kweli mvua ikanyesha na mawingu hayakuwepo. Basi ni hivyo. Ile tu si kwamba hatujaambiwa tuwafuate mapepo, hapana. Lakini hivi na wao wanaweza wakaona. Kwa hiyo hao hawanatumiwa kwa sehemu yao. Ile hawawezi, hatuna pingu za kuwafunga midomo. Ni ruhusa kuongea, bora hawavunji amri ya nchi kutoa maoni yao. Unanisikia? Unanisikia? Alafu sasa na wanasiasa nao wanakubali kutukanwa. Maana ukikataa kutukanwa utatukanwa tu. Si uko duniani, uko mtu lazima utafanyaje? Utatukanwa. Ukitoka kwenye kiti hicho hakuna atakayekufuatilia, ila yule atakayekifanya bado ataendelezwa kwa sababu ni hivi, mbinguni haikuwepo kura ya ndio kwa Mungu. Nasikia? Haikuwepo kura ya wote kwa ndio, wengine wakaoa wakasema hapana. Ndio wakafukuzwa wakaitwa mashetani ama mapepo. Je, na mwanadamu ipo kura ya ndio hata kama utafanyaje? Nimewahi kukaribishwa na mfanyakazi wa ikulu ya Gaddafi. Mfanyakazi wa ikulu ya Gaddafi. Wahi kunikaribisha. Nimezunguka nchi nyingi. Akasema jinsi Gaddafi alivyosomesha watu kwenye nchi yake. Kwa bure mpaka chuo kikuu, hata uwe profesa serikali inakusomesha. Unasikia? Ila akasema tu usiende Ulaya ama Amerika, uende mataifa ya Uarabu na ya Uislamu. Kama ni kijana ataposa na peleka taarifa serikali anataka kuoa. Unasikia? Serikali inamlipia, unanielewa? Inamlipia mahari. Na inamfanyia harusi. Hata kama ni wanawake 7, bora tu una uwezo wa kuwatunza. Ila mahari na harusi itakufanyia. Matibabu ni bure. Lakini pamoja na hiyo akamgeuka. Pamoja na hiyo bado wakafanyaje? Wakamgeuka, kumuua. Aliyofanywa mazuri bado wakamgeuka, wakafanyaje? Wakamwambia ufai, wakamuua. Mtu ni mtu tu. Mtu ni nani? Ni mtu. Sasa sisi kwenye maongozi ya serikali tungemhusisha Mungu pia, tujifunze kumhusisha nani? Mapema. Kwanza mapema, kwa sababu Mungu ndiye anayeweka viongozi. Kwa hiyo kama Mungu tukimhusisha, hata kuwepo mwenye tamaa ya uchu wa madaraka. Mungu atamu, hata wakati mwingine yule mbaya kwa mtumaini kabisa mnamkuta anawekwa pale. Basi hapa naona nimetosha. Na kwenye maaskofu ni hivyo hivyo. Kwamba eti uchaguzi wa askofu umefika, ndio siku hiyo mnakwenda kuomba za Mungu tupe askofu mzuri, mmekosea. Sio hivyo. Mjue kwamba wakati tuna maaskofu na uchaguzi muda hujafika, mnakwenda kumtafuta Mungu mapema. Amina. Awape mtu anayeweza kuongoza kanisa, kusimamia kanisa kwa njia ya kimungu. Jamani, nimetosha sasa kuongea. Lingine la muhimu sana ni lipi? Kwa hiyo ndoa nyingi zinavunjika. Lingine ni wengi hawamtafuti Mungu kuhusu mke wa kuoa na mume wa kumuoa. Alafu udhaifu wa wazazi, wa wazazi wamewekeza sana kwa watoto wao kuhusu elimu ya dunia. Wazazi ambao ni wa duniani hawana dini na wanaosema wameokoka. Hata mpigania mtoto kumwekea pesa benki ya kusoma, bado katoka akasoma Urusi, China, na huko Urusi na China kana kwenda hakuna na kanisa, ni Waislamu na wapagani. Aende Pakistan, nchi ya Waislamu, hakuna na Ukristo. Unasikia? Kumbe wanasahau kumwombea mtiririko wa maisha yake atakapokuwa mtu mzima. Kwa ile la kwanza ni kumwombea kwanza maadili. Kwenda maadili ya kimungu. Unawekeza kwenye maadili ya kimungu na mtolea sadaka ya Mungu huyu akue kwenye maadili ya kimungu, mpe elimu. Mpe nini? Elimu. Mpe elimu. Mpe kuolewa, mpe kuoa. Unamwombea kabla ya sasa. Sisi imefika tumwombea aolewe. Imefika miaka 18 uliombea hiyo tayari linajua mambo ya dunia ni. Unaanza mdogo. Unasikia? Unaanza kwa sababu maombi ya Mungu huombi sasa likafika kama mtu kupiga simu, anasema piga simu kwa Mungu. Ukipiga simu hapa Mbeya kama unamtafuta mtu Mbeya mtandao ukiwa tayari. Ila sio kwamba kuomba inachukua siku nyingi kujibiwa. Unaomba. Alafu inakuja sasa lingine tatizo baya kabisa ambalo wenye shule watakasirika kwamba huyu elimu naona sio kweli, ni mapepo. Haina tatizo, na Yesu aliambiwa ni mapepo. Ila shule za boarding. Shule za boarding.
Tena kama kwa warokole na wachungaji na maaskofu. Tu wanapigana. Mawaziri na marais hawakusoma hizo shule za nani za private. Shule za private. Unasikia? Shule za nini? Hawakusoma hizo, walisoma za serikali. Leo ndio mawaziri. Leo ndio walisoma shule za nini? Za serikali. Kweli za private sehemu kubwa ni kuchumiwa. Hasa ziende kwenye watu wa dunia ambao wanafungu lao ni la dunia. Kwa wateule hasa unasikia inasema usinie makuu kupasavyo kunia. Yeye amuombe elimu, ile pesa itumike kanisani, Mungu atampa ile elimu. Nina watoto mimi nje za nchi mpaka Amerika kule. Sikiliza sasa. Unanisikia? Ni hivi. Katoto wengine anapenda jiona na pesa. Anakapeleka toto kachekechea hako shule ya wapi? Ya private kubwa na ya boarding. Huko kuna wachawi. Ndio usiku kanaweka mikono na jazo zile roho. Kumbe sawa hata kama ana pesa tukatai pesa yake kumpeleka ila awe nyumbani usiku afanye ibada pamoja mwekee mikono. Maana mikono inasoma kwenye Waebrania mwekee mikono kwani inasoma kwenye Waebrania mwekee mikono. Msingi asome tu ya kawaida ya serikali. Sekondari asome hata kama una hela ya private sawa aende na kurudi nyumbani mfanya ibada wawekee mikono. Ndio wekee sina watoto wetu ni machokola wa ajabu. Anasoma pale degree 3 ndio anakuwa ovyo pole sana tulisomesha huyu. Kwa sababu huko amekutana na mapepo huko. Ila akikuwa kufika vyuo, maana vyuo amekuwa anaweza kujisimamia. Tayari amekuwa atajua kuomba, kufanya nini, kufunga amekuwa. Ndiko popote anaweza kwenda. Sio hapa akiwa mdogo yuko kwenye mali. Na hata maadili yamevunjika nyumbani ni hizo shule. Kwa sababu mtoto anakuwa anamjua mwalimu hamjui mzazi, hamjui kaka zake wala dogo zake. Anakuwa na mwana. Kwa hata ogopa amri ya mwalimu sio ya mzazi nyumbani. Amina. Unanisikia? Na hata jua hata kufanya kazi kama ni binti hata osha sahani hata kijiko alichoyote anajua ni house girl. Unasikia? Kwa hiyo kanisa leo limeporomoka mafundisho ya nguvu. Hata hawakuweka house girl nyumbani. House girl wana tabaka 3. Kama sio mchawi ni mzinzi ama mwizi anakundi la wezi. Unamweka kama ni mwizi siku 2-3 anatafuta anachwana manzio na wampia jamani hapa pako hivi. Ama mchawi ndio analithisha uchawi ama mzizi mpaka nazini na kwa sababu mama wa nyumba eti amesoma ana degree 2 hataki na kuosha na sahani. Kwenye shule hakuambiwa siosha sahani. Alipokuwa anaolewa ina maana akahudumia nini? Familia. Huyu mfanyakazi wa ndani yawe ziada. Usile mtoto mchanga asile tunafika huko mtoto ameshinda na usigaro nyumbani ameenda naye sokoni mtoto hausigaro huyo na yeye bado ni mtoto akili za kitoto wote wanaharibiana akili. Unanisikia? Mmenielewa hapa? Kuelewa vizuri. Kumbe na kwa wazazi hasa kwamba ajue na kumwangalia mtoto yeye mwenyewe. Unanielewa? Kwamba naomba naye anafanya house ni ziada tutakuta kengine kanatumikishwa na kuosha vyombo mpaka saa 6 eti wanajali 50,000 wanayompa wanasawata utu wa mtu tena kama warokole kabisa anasawa na kumpeleka kanisani abaki nyumbani anaosha vyombo kwa ajili ya 50,000. Kumbe huko utakayeonyesha ni huyu bado ni nafsi ya mtu ndio itajika iende mbinguni. Unasikia? Ni nafsi ya Mungu ndio itajika ifanye nini? Iende mbinguni. Jamani kwa hiyo na kwa mausikeo napanye una Mungu. Usitupe usigero mchawi wala mzinzi wala mwizi. Kwa sababu shetani alipoona kwamba wazee sasa watu wanawatumu sana wazee kwamba ni wachawi, tuyakafundisha vitoto. Tuyakafundisha vinini? Vitoto. Kwa hiyo na usigero mkimweka nyumbani kama mwacha Mungu, umuombe na kumwekea mikono. Mwe mnamwekea mikono. Sio dini yangu, mwekeni mikono ili hilo litoke. Sawa hapo? Amina. Kwa sababu bado ni wana muhimu nyumbani. Wana muhimu na bila wao hatuwezi kwa sababu baba kazini mama yuko kazini nyumba itabaki tu imefungwa.
bado wana umuhimu nyumbani. Ila kumbe tuombe ni nani Mungu anastahili amlete. Na atakapomleta tufanye naye ibada. Leo tatizo sasa, baba anatoka kazini muda mwingi atakuja kwenye TV, baada kwenye TV nimechoka na kwenda kulala, hana ibada na familia. Mtoto naye ni remote tu na WhatsApp, hana muda hata wa kusoma Biblia, hana muda wa kwenda jikoni, hata kama ni wa kiume akasaidia kazi ya jikoni. Sio basi tunaharibia na maadili sisi kwa sisi. Tumtafute Mungu arudishe utu pia. Tumwambie Mungu hatutaki mavazi mabaya. Hizi suruali kwa wanawake ni jehanamu. Biblia imekuja Kumbukumbu la Torati imesema mwanamke asivae mavazi yanayomfaa. Sisi tunaangalia wazungu, mbingu sio ya wazungu. Wazungu ndio shetani amewavuruga kwenye mambo ya imani. Sisi ndio tunapaswa tukawahubiri nani? Wazungu. Maana walituletea dini. Unasikia? Sasa tukienda tumejiharibu kama wao, hawatatusikiliza. Kweli kwa mifao. Hii eti ni ustaarabu, ni uzungu. Basi utaenda jehanamu na uzungu huo. Unasikia, kwa sababu mbingu sio ya wazungu, wala jehanamu sio ya wazungu. Jehanamu ni ya wenye dhambi na mbingu ni ya watakatifu. Jamani, imetosha. Mnaweza mkauliza tena jambo gani la mwisho tushukuru na kushukuru sasa. Bila kwamba kwa wazazi kwenye familia wanapaswa kuwajibika na kukaa kitoka kazini apate muda wa kupumzika, wa kuomba na familia, kusoma neno la Mungu na familia. Na kuomba na nini na familia na kuwapata maadili. Sasa Biblia inasema hivi kwenye Waefeso, tumejengwa juu ya msingi wa mitume na manabii. Inaposema tumejengwa juu ya msingi wa mitume na manabii, maana yake tumejengwa juu ya msingi wa Agano la Kale na Agano Jipya. Waliotumiwa na Mungu Agano Jipya kuandika wengi walikuwa ni manabii. Waliotumiwa na Mungu kuandika Agano Jipya walikuwa ni mitume. Unanisikia, walikuwa ni nani? Ndio maana ile Waefeso tumejengwa juu ya msingi wa mitume na nini? Na manabii. Sasa Mungu ana wakati wake katika utendaji wake wa kiofisi. Hata kwenye Injili ya Yohana sura ile ya harusi ya Kana, harusi ya nini? Ya Kana. Sura ya 2 ya Yohana, sawa? Maria alipomwendea Yesu alimwambia tuna nini? Muda wangu bado haujawadia. Kule wa Misri walipokuwa na wapiga sana Israeli enzi za Farao na Musa kule, unaona? Sio kwamba Mungu alikuwa haoni, ila muda wake ulikuwa bado. Kweli Mungu ana wakati wa agano hili, muda unapita na kuja na agano hili. Muda kama nilivyoongea kwanza ya watoto hata walivyowana wa kwaomba kuja kwa Ibrahimu, mpaka kwa Yakobo, nasikia kwa Musa akazuiliwa. Wakati mwingine wanakosea namna ya tafsiri. Wakati mwingine wanakosea namna ya kwa Biblia. Agano la Kale walivaa heleni. Leo walivaa wanaume na wanawake heleni. Walivaa wanaume na wanawake. Ilikuwa ni ishara ya utumwa. Kwamba wao wakati ule tunakumbuka na Tanzania, Tanganyika, si ilikuwa na watumwa wa Arabu, tunakumbuka wakati ule. Uingereza ndiye alikuja kutoa ule utumwa. Sasa kila aliyekuwa na watumwa aliwawekea alama ya heleni ya aina alama yake. Kwa hiyo mtu akimwona ana alama fulani anajua huyu ni mtumwa wa mtu fulani. Biblia kwenye Agano Jipya ikasema msio watumwa wa mtu wa aina yoyote, msio watumwa wa mtu. Unanisikia? Msio watumwa wa nani? Wa mtu. Zile ziliwakilisha utumwa. Ziliwakilisha alama ya nini? Ya utumwa. Kwenye Agano Jipya inakataa msio watumwa wa mtu. Umenipata pale? Sasa wengine ile tafsiri anakosa kwa sababu kwamba akisema sana wachungaji na maaskofu hatuli upepo wala hatuli mawe. Ni hiyo sadaka inayoletwa ndio matumizi yetu. Kwa hiyo akikazia leo madhehebu ni mengi, wataenda kanisa kwa fulani na yeye wakifika atasema nimepata kondoo ili watoe. Maana akikazia watatoa, tutakosa matoleo, tutaishije? Kwa hiyo sisi na washirika tunaenda nao jehanamu. Sababu Mungu ametupa kundi, tumeshindwa kuambia kweli. Kumbe tuwaambie kweli. Kwa mfano ni hivi, ngoja tu niongee, watu wasinielewe vibaya. Mtu wa Kisilimu akisema sasa ninakuwa Muislamu wa Kisilimu, tena hata kataa kama mwanaume kuvaa kanzu na baraka shehe, hata kataa, maana ndio asili yao. Kama mwanamke kuvaa hijabu hatafanya nini? Na hawaogopi kumwambia. Wanaona aibu. Sisi eti tunaona aibu kuambia kweli. Akisema amerudi kwenye ile dhehebu ya sikusali Jumamosi, ataambiwa msingi ya kule.
atafata. Sisi wanapokuja makanisa tunaogopa kuwaambia kweli. Kumbe sisi tuwaambie kweli watafata. Anayekataa ndio hivyo. Mwanafunzi yeyote wa shule wanaambiwa afuate taratibu na sheria zilizopo pale shuleni. Unaweza kukuta taratibu wakati mwingine haziendani na shule fulani. Akikataa kuzifuata ina maana hata kwa mwanafunzi pale. Hospitali na wale wana taratibu zao. Hata kama mgonjwa amelazwa wodini, kuna mavazi yao ya wagonjwa wodini. Ukikataa kuyavaa umekiuka sheria yao, unakwambia ondoka. Iwe kwenye magereza wana mavazi yao na taratibu zao. Umenisikia? Tena huko ni nguvu kivunja na kutandikwa kweli kweli. Sasa sisi eti Mungu wetu ndiye poa tufanye tunavyotaka, hapana. Na Mungu naye ana taratibu. Hii kwamba kwa sababu tumekuwa wachovu wa kufanya neno la Mungu, ndio tumsihi Mungu. Mungu wahuishe maaskofu, warudishe kwenye kweli, wachungaji warudishe kwenye nini? Hii leo tusipiganie kampeni ya madhehebu, tusipiganie kampeni ya fedha na kunyang'anya na washirika. Inakuja la watu kuhamahama. Na watu kufanya nini? Kuhamahama. Leo kwenye dhehebu hili, kesho kwenye dhehebu lile. Alikuwa kwa mchungaji yule, alikuwa kwenye mtu hutamfunga kama mnyama kwenye nyasi, ana hiari. Kwenye elimu ya dunia hawakatai. Yuko shule hii anasema na kwenda kusoma, anaomba uhamisho. Wao ni jambo la kawaida. Kwani wanakataa hapa? Hata kama ni chuo kikuu wako wanaomba kwenda kusomea chuo kingine. Hawakatai, ni jambo la kawaida. Maana mtu ana uhiari. Sisi akifanya vile ni kukasirika, ama nyang'anya kondoo. Sio watu wako, hujawafia, hujawaumba, hujawashughulikia chochote. Na huna mbingu ya kuwapeleka. Basi kumbe mtu ana uhiari. Ikiona kwamba huendi sawa na anaenda kwa kula na kupendezwa mwenyewe. Unanisikia? Ila sisi ni kwamba tuwafundishe kweli na kuwaombea. Tunaombea. Sisi tunataka kufundisha kuhubiri bila kuomba. Kwa hiyo kwa Mungu Yesu alienda kuomba kwanza ndio akaja kuhubiri. Sisi tunataka kuhubiri kwanza bila kuomba. Kumbe ukamtafuta Mungu kwa nguvu kwa ajili ya watu ili watakapowahubiri wakuelewe. Utakapowahubiri wafanye nini? Wakuelewe. Alafu sisi sio kwamba watu wengi sana kama leo ndio una Mungu. Ndio wanaangalia jengo kubwa. Ana pesa na watu wengi wana nini kana eti ndio ana Mungu. Hiyo ndio ilikuwa ni imani ya Kiisraeli. Injili ya Yohana sura ya 9 wakamuuliza Yesu, wakamwambia Rabi, yani mwalimu, huyu alizaliwa kipofu, alifanya dhambi ama wazazi? Waliona mtu maskini ama mgonjwa ama mlemavu, yani hana Mungu, ana dhambi. Ndio tulivyo navyo leo. Kwa hivyo na watu wachache tu kanisani wenda hana Mungu, kumbe sio hivyo. Mwingine ni hivi, Mungu anaweza kuruhusu watu wengi kwa mtu mwingine kwa sababu ni hivi. Labda akikana watu wachache atasikia upweke. Ipo kwenye Biblia. Yesu alianza na mwana peke yake, baadaye mwanafunzi mmoja, baadaye 12, baadaye 70. Baadaye 70 wakatoka kwa baki 12 na mwingine akatoka kwa baki 11. Kumbe wakati mwingine hata kwenye watu wachache ataona upweke. Mungu anaruhusu wengi. Ile waliomo hao sio kwamba wote wana Mungu wanaenda mbinguni. Wengine wasindikizaji tu. Mwingine Mungu anaweza kuona kwamba huyu hata watu wachache anaweza kuhimili, anaruhusu wachache. Naruhusu na ile sio kwamba una jengo kubwa una pesa ndio na Mungu, hapana. Mungu ni mtu anavyotembea kwenye udhihirisho. Leo injili yetu ni ya maneno. Kumbe pasi watu waone nguvu ya Mungu. Leo tunawapelekea maneno, sio nguvu ya Mungu. Kumbe tuwapelekee watu nguvu ya nini? Kwa hiyo mimi sio kwamba ana wachungaji wa maaskofu ni hapana. Ni hivi. Ili nionyeshe kosa. Kwa mfano kuna nani? Kuna watu wawili. Kuna hakimu. Kuna hakimu na kuna daktari. Kwa hakimu unaweza ukapeleka kesi. Unaweza ukapeleka nini? Kesi. Kwa mtu ukamshtaki jambo moja. Huyu amefanya hivi na hivi. Yeye akichukua kalamu akienda kwenye sheria yake anakuta labda ameharibu mambo 7 kwako. Wewe ulimpeleka tatizo hili fulani amefanya hivi. Yeye kianza si kwa kwenye upande wa sheria. Unaona hili aliharibu na hapa na hapa. Unanisikia sasa? Sasa na sisi kama manabii una sehemu ya kuona wapi mtu amekosea, rudi kwa Mungu kama kanisa. Inakuja ya pili ya daktari. Yaani unasema ninaumwa tumbo, wewe unachoona nini ni tumbo? Yeye akianza kukupima anaeleza hata yale hapo ulikuwa huyaoni kwamba unayo. Uliona gonjwa moja anaeleza magonjwa 5. Unanisikia? Kwamba na hili unashangaa.
Kwa ndio na mambo ya waonaji kwamba anapomtafuta sana Mungu anafunua na mengi tuliyokosea yaliyofika hata na yanayokuja, kwamba kanisa kama kanisa. Ila sasa kwa watu wanataka waambiwe inayowalenga, inayowapendeza. Na kwa Yesu ilikuwa ni hivyo hivyo. Akiwaambia isiyowapendeza walikuwa wanakasirika, wanataka kumponda mawe. Leo wanachotaka eti yale ya kuwafurahisha, kumbe ya kutufurahisha ni ya kwenda mbinguni. Kuna inayoitwa pipi. Zamani tuliita peremende. Ila leo inaitwa ni nini? Ni pipi. Hii pipi ukikaa unaitafuna, ukiongea na mtu hata sikia harufu mbaya mdomoni, hata sikia harufu mbaya kinywani. Wakinatengeneza kweli kinywa. Ila mtu akiugua malaria, ukimpa pipi watu wanakushangaa. Anampa pipi kwa sababu hata hitaji pipi. Anahitaji dawa chungu. Hiyo dawa chungu ndio inayoponya nini? Malaria. Kumbe tuwape maneno hata kama yanawaumiza, ndio atakayowafanya wafunguke waende mbinguni wamwone Yesu. Sio yale ya kuwapembeleza kama pipi. Unanisikia? Kwa hiyo leo ni hivi kama kanisa turudi kwa Mungu kwamba ya kwanza sisi tu wenye dhambi tusamehe. Ya pili asante kwa tusamehe, ya tatu tusikutende dhambi. Ya nne Mungu fufua kazi yako kwenye Habakuki. Kanisa mara ndio aliyelijenga mwenyewe. Nasema milango ya kuzimu itaweza kulishi. Arudi kwenye kanisa lake yeye mwenyewe kulijenga kwa upya. Maana ndiye mjenzi. Kwenye Biblia inasema Agano la Kale, Zaburi, Bwana asipoijenga nyumba yake afanye kazi bure. Kwa maana ndiye mjenzi wa kanisa lake. Amina hapo. Ndio hivyo. Kwa hiyo miujiza yote inarudi na nguvu ya Mungu inarudi. Tuombe, funga tuombe sasa. Tunakwenda kuomba kwa kama Biblia inavyotuambia kwamba alipoanza kuomba Yesu akasema msipo sasa ni Baba tule mbinguni, akasema na msamaha. Kwa hiyo tunakwenda kuomba kwa Mungu na kusihi msamaha. Tuseme Mungu Baba yetu wa mbinguni. Mungu Baba yetu wa mbinguni. Sisi ni wenye dhambi. Sisi ni wenye dhambi. Tunaomba utusamehe. Tunaomba utusamehe. Rehema na kweli. Rehema na kweli. Uaminifu. Uaminifu. Haki. Haki. Na uweza na mamlaka. Na uweza na mamlaka. Na kushinda. Na kushinda. Zina wewe milele. Zina wewe milele. Uliyemuumba mwanadamu. Uliyemuumba mwanadamu. Kumweka juu ya uso wa dunia. Na kumweka juu ya uso wa dunia. Mwanadamu akakengeuka na kuasi. Mwanadamu akakengeuka na kuasi. Dhambi na hatia ikatupata tangia bustani ya Eden. Dhambi na hatia ikatupata tangia bustani ya Eden. Ila ukamtuma mwanao Yesu kuja kutuokoa na dhambi. Ila ukamtuma mwanao Yesu kuja kutuokoa na dhambi. Mungu tunatubu leo. Mungu tunatubu leo. Kwa ajili ya kanisa lako Tanzania. Kwa ajili ya kanisa lako Tanzania. Na kwa ajili ya nchi yako Tanzania. Na kwa ajili ya nchi yako Tanzania. Na kwa ajili ya Afrika yote. Na kwa ajili ya Afrika yote. Na kwa ajili ya dunia nzima. Na kwa ajili ya dunia nzima. Mungu tunatubu kama kanisa. Mungu tunatubu kama kanisa. Utusamehe. Utusamehe. Ututakase. Ututakase. Kwa damu ya mwanao. Kwa damu ya mwanao. Yesu Kristo. Yesu Kristo. Uliyemwagika msalabani. Samehe watumishi wako. Samehe watumishi wako. Maaskofu na wachungaji. Maaskofu na wachungaji. Wamesema vibaya. Wamesema vibaya. Wametukanana wao kwa wao. Wametukanana wao kwa wao. Wamekuwa wenye kujisifu. Wamekuwa wenye kujisifu na kupenda pesa. Samehe sasa. Mungu asamehe sasa. Rudisha kanisa lako kwenye kweli. Rudisha kanisa lako kwenye kweli. Rudisha kwenye umoja. Rudisha kwenye umoja. Kwenye kushikamana. Kwenye kushikamana. Na kutembea pamoja. Na kutembea kwa pamoja. Tukiwa ndani ya Kristo Yesu. Asante kwa kutusamehe. Mungu fufua kazi yako. Mungu fufua kazi yako. Kama neno lako linavyosema. Kama neno lako linavyosema. Kitabu cha Habakuki. Kwenye kitabu cha Habakuki. Rudisha nguvu ya Mungu kanisani. Rudisha nguvu ya Mungu kanisani. Rudisha utakatifu kanisani. Rudisha utakatifu kanisani. Rudisha matendo ya miujiza kanisani. Rudisha matendo ya miujiza kanisani. Ponya kanisa lako. Ponya kanisa lako. Fufua kazi yako. Fufua kazi yako. Na wabariki watu wako. Na wabariki watu wako. Ukaondolee magonjwa. Ukawaondolee magonjwa. Ukaondolee umaskini. Leta amani kwenye nyumba za watu. Leta amani kwenye nyumba zao. Kwa sababu amani ni tunda la Roho. Kwa sababu amani ni tunda la Roho. Umesema amani yangu nawapa. Umesema amani yangu nawapa. Shusha nguvu ya kuomba. Shusha nguvu ya kuomba. Katika kanisa lako. Katika kanisa lako. Shusha nguvu ya kutafuta uso wako. Shusha nguvu ya kutafuta uso wako. Tunakubariki Mungu wa Yakobo. Tunakubariki Mungu wa Yakobo. Rehema na kweli zina mfalme. Na rehema na kweli zina mfalme. Ajaye kwako hutamtupa nje. Ajaye kwako hutamtupa nje. Na kilichomo mikononi mwako. Na kilichomo mikononi mwako. Shetani hatapokonya. Shetani hatapokonya.
wafungue na matatizo, wafungue na matatizo kanisa lako, ondoe huzuni, kujikatia tamaa, ondoa pepo ya kuachika, kuachana, watalaka, walejeshe katika kweli yako. Tunakubariki Mungu wa Yakobo kwa sababu unatupenda. Kwa jina la Yesu Kristo mwanao, Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, aliye hai milele. Amina. Barikiwe na Bwana Yesu. Amina.